Bethe tuko na Butuo hapa na leo tunataka tumbutue sisi wenyewe. Mzee ni aje? Bwana kama kawaida inakuaje? Uko fresh? Fresh. Bethe unaonekana na innocent sana. I'm very innocent. Okay, nice. Nimependa. Una confidence pia. Mungu anasaidia. Okay. So, are you comfortable to speak English or Swahili? Whatever you think is right to speak. Kidogo kasoma andika wote ambao nimekutana nao. Kuna mtu anaweza katamani kujua level yako elimu iko vipi? Alafu sasa cha kushangaza nimeishia form 4 ila so form 4 ya Kidumu. Form 4 ya international. Nyumbani wazazi walipigana mtoto usome shule nzuri. Tunashukuru Mungu kwa kweli. Okay. Ina maana hata kama unamzidi kwa lugha. Sijajua labda tubato afu tutajua. Okay. Kuanzia primary ulisoma English medium? Since kindergarten. Green Acres. Kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Yaani chekechea. Hadi form 4. Pale Green Acres. Pale Green Acres. Mwaka gani ulimaliza? 2013. Niko darasa la 6. Sema umri umeenda na wewe. Pole sana. Mi age go. Yeah. 31. Yes. Ila kimafanikio bado mdogo tunasema. Sana bado. Okay. Sawa. Niambie safari yako kukutana na Kram ilikuwaje siku ya kwanza? Ilikuwa safari kidogo ya kupanda mlima, japokuwa unajua ukiwa na talent kupanda mlima ni rahisi sana wa sanaa. Kwa hiyo mimi safari yangu ilikuwa kuna mjamaa mmoja anaitwa Kakoso. Nilimtafuta several times, ikawa changamoto. A day ambao nilikutana naye for the first time walikuwa wanashoot movie moja inaitwa Mistake kitambo kidogo. Kwa hiyo nikamwambia mimi ninachotaka tu nifanye kazi na crew wenu. Akasema it's okay. Hapo nilipoenda nikapata scene. After there kukawa na project ya Snake Boy. Hapo ndo kawa mwanzo akanikutanisha na Clam. By the way mimi ukinikutanisha na mtu ambaye ni sehemu ya mimi kupata mafanikio naonyesha njaa. Kwa hiyo nikaonyesha njaa zangu ndo ikawa mwanzo hadi leo tunafanya kazi pamoja. Sema kuna group yako moja tu unapenda kuitumia? Ipi hiyo? Ile una nguvu za kiume. Ila ninazo. Shekonage. Na nimeona sana. Ile haikupi under confidence pengine ukiwa na dem? Hapana, kwangu mimi najua kwamba hapo kumbe kuna namna ambavyo mimi nafikisha ujumbe kwa hadhira na watu wanaelewa. Unajua sometimes tunatakuwa tuvae usika wa watu wengine ili kufikisha kitu kwa watu. Kwa hiyo ndo kitu ambacho mimi nafanya. Sawa, wewe kwa hapa Dar es Salaam unaishi wapi? Kuna mtu angetamani kufahamu pia. Ya mimi Temeke, TMK maandishi matatu ndo ninapotokea. Nyumbani unaishi? Bisa. Kwangu mwenyewe. Nyumbani ni wapi? Ni huko Temeke lakini by the time pia na mimi nimepata eneo huko Temeke. Kwa nimepanga. Nikajua nyumba yako. Hapana bado. Wewe ndio wale nyumbani lazima ufungue gate. Kwanza uulizwe nani? Hapana. Sio mimi. Mimi ni wale ambao tunapambana kwa ajili ya kutengeneza nyumbani kwetu. Okay. Nice, vizuri. Kwenye Sikitu umefanya vizuri sana mule ndani. Tatu Kipini. Korabu yako ni Tatu Kipini haikupi shida kwanza? Hapana, kwanza ni mtu ambaye siku ya kwanza nakutana naye nilimuogopa kwa sababu nilimuona ana njaa kunizidi. Lakini nikawa natafuta namna gani ya kumzidi. Mimi nikiwa naigiza na mtu natafuta namna gani ya kumzidi. Sipendi kuzidiwa. Yaani always sipendi kuzidiwa. Yaani nikizidiwa naona kama kuna kitu nimekikosa. Kwa hiyo nilivyomwangalia for the first time, sini ya kwanza tukiwa chumbani, ile ambayo mimi nimelala huku kuna mwanamke na huku kuna mwanamke, ile ndo sini ya kwanza kushuti kwenye Sikitu. Kuna njaa alinionyesha pale nikasema hapa kwenda mbele nisipofanya njaa huyu ataonekana peke yake. Kwa hiyo tunafanya vizuri, namshukuru Mungu. Okay. Yeah. Sawa, tunda. Sema mzee ulikula tunda lile. Bwana, sasa ukishaekewa vile unataka ufanyeje? Ni changamoto alafu mimi unajua mtu wa vyombo kidogo. Kumbe ulikuwa mpiga vyombo. Vyombo ndio vilisababisha ningekuwa live hivi. Yale nisingefanya vile, lakini sasa nilikuwa vyombo alafu ukiangalia mwanamke wenyewe mweupe, huku kuna mke wangu mweusi, huku kuna kitu cheupe. Sometimes unabadilisha vitu, lakini sikuwa lengo langu. Lengo lilikuwa vyombo. Lakini pia vyombo vimekupelekea lile tunda sasa hivi unalitafuta mpaka usiku wa manane. Leo tunaangalia leo wanamkimbia 3 usiku. Wanasema Abdalla akiumwa Dula anatumika. Kwa hiyo ndio inavyokuwa hivyo. Kwa kuwa yeye
yuko busy na mambo yake, inabidi tufanye mambo mengine. Okay. Yeah. Sawa. Kuna watu wanaweza kana najiuliza sometimes mnapokuwa mnaigiza vile katika aina ya mahusiano mnajikuta mna fall in love. Is it true kuna ukweli? Kwa sababu kuna kahisia fulani ka feeling. For me, I'm speaking kwangu mimi. Mimi pale huwa nafanya kazi tu. Ikitokea mahusiano basi ni mengine, yani ni sehemu nyingine, lakini haiwezi kuwa pale. Yani haiwezi kuwa baada ya pale kufanya ile let's say scene alafu ndo niingie kwenye mahusiano. It is very difficult. Kwanza tunakuwa tumezungukwa na watu wengi. Unajua sisi tukua tunashuti, tunakuwa very humbled. Yani kwanza kama unatakiwa umshike mtu kiuno, usipomshika kiuno ni challenge na unaulizwa kwa nini hujamshika kiuno. Kwa hiyo unakuta tunacheka, tunatabasamu, tunafurahi. Haitokei iko kitu. Kwa pale haitokei. Okay. Sawa. Stopisha tu. Sini ikitaka umshike mtu unamshika. Ishakutokea umetakiwa kumshika mtu kumvuta labda mwanamke kavaa vile vidude vyao vile vya viuno nini vikakuhamisha kihisia. Unajua sisi wanaume tena. Ukishika tu vile shanga vya kiuno. Hisia yangu ni kali sana. Yaani moja ya kitu kigumu sana nikiwa na shuti ni kuileta hisia mbaya nikiwa nafanya kazi. Kwa hiyo hata kama nikiziona naona kama nimeona mkanda, mimi naziangalia alafu napita kushoto. Asibenza. Kwa sababu nitaziona nyingi. Nitaiona leo ya Tatu Kipini, kesho nitaiona ya Vanilla, kesho kutwa nitaiona ya Kisura, Vuvuzela. Kwa hiyo nitaona ngapi? Kwa hiyo natakiwa nikiona nitazame afu niache. Asibenza. Easy tu. Okay? Yeah. Sawa, nakubali. Tuzungumzie kiuhalisia. Ungekuwa na mwanamke kama design ile ya Tatu, wewe ungeweza kuwa naye? Unapoyaposa matatizo una budi kuyaoa. Kama ndo Mwenyezi Mungu kanipa mwanamke kama yule, inabidi tu niishi naye, nitafute namna nzuri. Unajua mwanamke kaumbwa kuongozwa. Ukishindwa kumuongoza ndo unamwacha. Kwa hiyo nitajaribu kutafuta namna ya kumuongoza vizuri aende ninavyotaka mimi. Ikishindikana ndo maana kuna neno taraka, unamwaga, unaleta mwingine. Okay. Sawa, niambie kuhusu kitu kimoja. Utabwaga na nini? Kwako wewe kuwa na familia kama hile unaweza? Afu mimi nimepitia hayo mazingira. Ndio maana hata ile hadithi ilivyokuja nikaona kama kuna urahisi kwangu. Na hata hapo nilivyokuambia kwamba sisi tunayavaa maisha ya watu. Sasa mimi katika ile series ya Sikitu niliyavaa asilimia kama 50 maisha yangu. Mimi nimelelewa sana na mashangazi, nimekutana na hivyo vitu nimekutana navyo sana. Kwa hiyo nilivyoviona niona kama naishi katika maisha ambayo mimi naishi. Ikawa hizi. Sio kukuta kama uchokuta kwa Vanilla. Yaani wanaongea na mkeo alafu mdogo wako anasikiliza au mwana anasikiliza tu. Ile bado hajanikuta. Bado sijakutana nayo. Sijajua ningekutana nayo ingekuwaje, lakini haisingekuwa vile ambavyo tumeiona kwenye Sikitu. Angeisoma namba yule Vanilla. Kulikuwa kuna namna ya kupijwa ili nimrekebishe vizuri. Hatari sana. Okay. Sawa. Ukitoa hivyo unamwona Kram anachokifanya ni sawa? Mtoto akishua kwa Mia kwa dada yako Sikitu. Wanasema love is crazy. Kwa hiyo kile alichokifanya kawasilisha hisia, sio kitu kingine. Kwa hiyo kwenye hisia inawezekana mtu ambaye ana hela kumpenda mtu ambaye hana hela. Ila kiuhalisia ndo watu hawaoni iko kitu, wanaona kama kitu hakiwezekani. Ndio maana baadhi ya familia wanaona kitu hakiwezekani. Ile hisia ndo inaamua mapenzi. Ndio maana Klam kaifuata hisia yake, kampenda sister wangu mimi. Kwa hiyo atataka tu kwa sisi familia. Maana akifanya vile ndo anaokoa familia. Familia yetu tunaiona ile. Tunataka nyumba nyingi bali. Kwa hiyo akifanya vile ndo anatuokoa. Kwa hiyo atapijwa yule, atanyweshwa, atakubali tu. Atakubali tu. Tunapelekea ni pamoto sana. Yaani huu ni mwanzo mdogo sana. Kuna vitu vikubwa sana mbele ambavyo kama watu wamefurahi hapa watafurahi sana. Kwa nini kwa Crown Museveni anatumia hela zake nini kumtaka demu, lakini demu anakaza? Anakaza sana. Sitaki kusema ya mbele lakini anakaza sana na ataendelea kukaza sana. Ataendelea kukaza sana. Tusubiri. Mimi sitaki kusema nini kwa sababu Beach Boy. Namsubiri Beach Boy. Ngoja aje afu aone. Na kwa Crown pia atakuwa na shughuli ndefu kwa Beach Boy. Sababu bwana, unajua kuna kitu kimoja ni tamani sana kukiona na nimekiona kwa yule mshikaji Crown. Ni namna gani anavyochanganya characters. Itakuwa itawashangaza watu wengi sana kuja kumuona Nagwa. Lakini kafanya wonders sana. Yaani mimi binafsi yangu
mimi ni miongoni mwa watu ambao wameigiza vizuri sana kwenye Sikitu, lakini nikikama cross Nagwa inawezekana aligewa kwanza clip za watu ambao wameshuti hapa nikiingia kichwa hapa watanikalisha. Kafanya balaa kubwa sana, kubwa sitaki kusema, lakini watu wakija kutazama wataona kafanya yani tofauti na anavyofanya sehemu nyingine. Yani kaua moja kwa moja, utadhani kama anaanza kuigiza alichokifanya mule. Noma, njaa akwambia njaa levels underground. Ndio alichokifanya. So umeona yule mama, so umeona bi mkubwa wangu, ile ni njaa ile. Yani ile ni njaa, mtu analuka mpaka ukuta, ile ni njaa. Ukimchukua mama mwingine pale akwambia Sami hapa nitalukaje? Mama alivyogewa ile scene akasema mbona ukuta mfupi? Niongezeni kwanza ili niluke vizuri. Yani njaa tu. Njaa. Sawa, kwa watu wategemea mazuri. Sana. Lakini kuna mtu angetamani kujua tamthilia gani ukisua tamthilia Sikitu naifuatilia zaidi? Inaanza kwako. Yani mimi series zote asilimia kama 90 za YouTube nazifuatilia sana. Sijui niambie ipi. Yoyote utakayosema hii nitakwambia hii na nitakuelekeza, labda nimesahau. 90% ya series za YouTube. Sisi ni wasanii, unajua tunatakiwa pia tujifunze kupitia wenzetu. Mimi unaona walevi wapo wengi YouTube. Kuna yule nani yule wa kwenye dunia nani yule? Mudu Muzungu. Mwanangu sana yule. Familia sana yule. Anavyoigiza yeye na anavyoigiza mimi is too different. Wewe ukiangalia tu yeye anavyoigiza iko sawa na mimi ninavyoigiza niko sawa kwenye nafasi yangu. Kwa lazima mimi pia nimwangalie yeye ili nijifunze vitu. Nichukue alafu nijue namna gani kama yeye kuna kitu kakifanya, mimi nijue namna gani ya kupita huku ili nisiwe sawa na yeye na mimi niongeze cha kwangu ili na yeye aje kuiga cha kwangu tuwe sawa. Sanaa inahitaji pia ushindani. Kwa hiyo usipotizama cha mwenzio utapata namna nzuri ya kushindana. Yeah. Okay, sawa. Tumalize na haya mawili ya mwisho. Kwako wewe Butua. Unapata pesa za kutosha kutoka kwa Kram? Sitaki kusema, ila anachonipa ndicho ambacho mimi nastahili kupewa. Yani kile ambacho ninakihitaji ndicho anachonipa. Kwa hiyo kwangu mimi kinanitosha sana, yani kinanitosha sana. Kama naweza kuhendo kulipia kodi, kuhendo familia, unaona. Kwa hiyo kwangu mimi kinanitosha for the time being. Okay. Yeah. Sawa, na tumaliza ile la mwisho, una YouTube, si ndio? Yeah, mimi na YouTube channel. Unapambana pia. Sana. Unajua uzuri wa yule mshikaji Klam anatoa pia fursa kwa mtu na YouTube yake aweze kupambana, ndio maana yeye anatafuta namna gani ya kumpambanisha na watu wengine. Kwa hiyo YouTube ninayo nzuri tu, unapambana. Yeye anapambana. Si unajua YouTube ilivyo? Na mipungo unavuta. Kidogo sio sana. YouTube usanzi. Bwana za moto sana. Ila tunapambana. Sasa unakuja na tamthilia yako au tayari unazo? Ipo ambayo niko mbioni kuifunga ili nifanye nyingine zaidi. Kwa hiyo ipo ambayo inaitwa Jogoo. Kwa hiyo sasa ndo yale maisha ambayo tumepitia ya vijana ambao sisi ambao unakuta nyumbani tunaweza kuperform lakini tukitoka nje hatuwezi kuperform, kumbe katikati ya kitu kuna kitu. Kwa hiyo mwamba akitoka biashara inakuwa hamna, ila akiwepo ndani kwa mkewe vizuri tu anaperform vizuri. Bwana anapanda vizuri, ila akitoka nje ya nyumbani kwake mwamba anashuka, geji zinashuka chini. Okay. Yeah. Sasa mimi Butua nakushukuru kwa timu yako na losi la kuambia mashabiki zako sema nao hapa. Kikubwa naomba wafuatilie kazi zangu, wanipe support kwa sababu mimi I still need more support. Bila wao kunisupport mimi siwezi kufikia malengo yangu, kwa sababu kwenye kila njia kuna njia nyingine kuitafuta njia kamili. Kwa hiyo mimi nahitaji sana support. Wafuatilie channel yangu inaitwa Butua Maginga TZ, nitashukuru sana ili nifikie lengo ambayo wengine wanaishi. YouTube ni nzuri sana. Okay. Sawa, mimi nakushukuru sana Butua. Shukrani sana.